Taseni Kiandizi TV. Kera rituko rya Jumamosi kuruwa chiza 10:30 cy'amaragoba goika chiza 12:30 Chigosori Imeandizi TV. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule niezeze zile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio iyo egasoka amariyo y'amakirunuko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera chingia ekyo kibosoka kibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengia asemesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo cyokishi. Karibu E-Generation.
Asante sana basi mpenzi mtazamaji. Kumbali namwona pale gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Simba Arati ameweza kufika. Mheshimiwa Simba Arati akiendelea kukagua uwanja huu wa Gusii kabla ya mechi kuweza kuanza hapa. Mbaye basi gavana wa kaunti hii teule, naizungumzia kaunti ya Kisii, Mheshimiwa Simba Arati ambaye kwa karibu kwa mbali tunamuona kuweza kuwasili, lakini zaidi ya yote timu zote mbili zinazidi kujipanga hapa, timu ya Ongicha dhidi ya timu hii ya Agoro Sare. Tuweze kuona mambo yatakavyokuwa hapa kutoka uga huu wa Gusii. Kumbuka zaidi itakuwa ndo mechi ya pili katika uwanja huu wa Gusii. Tunasubiri hapa wachezaji wa timu ya Ongicha dhidi ya kwa mashabiki akiwa ameandamana na baadhi ya watu ambao wamekuvalia suti. Asante sana. Taratibu tu tunasubiri hii mechi iweze kwanza. Gavana Simba Arati ambaye kwa mbali tu na kuja kuongera mashabiki. Mashabiki wanamshangilia gavana Mheshimiwa Paul Simba Arati. Asante sana. Tukisubiri tu mechi iweze kwanza. Tukisubiri mechi iweze kwanza tu. Kwa sasa ni gavana Paul Simba Arati ambaye pita kwa utaratibu gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Paul Simba Arati kuja kuwaongera wachezaji wote ambao wanacheza leo hii, kiandamana na baadhi ya wageni hawa, akiandamana na baadhi ya wageni. Huenda atakuja basi kuizindua rasmi mechi hii, ataizindua rasmi mechi hii ya Agoro Sare dhidi ya Ongicha. Asante sana. Tunasubiri tu
Basi huyo ni gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Paul Simba Arati ambaye kwa karibu na yeye vile vile amekuja kushuhudia mechi hizi za shule za sekondari mkoa wa Nyanza. Atakuwa anazisalimia timu karao wachezaji wapate fursa ya kumsalimu gavana. Itakuwa nzuri tena zaidi. Marefari pamoja na wachezaji anawatakia kila la heri katika mchezo huu. Asante sana. Asante sana Kasim. No. Well, I was away. Governor arrived. Ni gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati akiwa pamoja na maafisa kutoka kaunti ya Kisii hasa idara ya michezo. Naam. Kuweza kukagua tu rasmi leo hii michezo hii kuweza kuletwa katika uga huu wa Gusii Stadium. Walidhani kwamba ingalikuwa upande ule wa semifinali, finali, lakini pressure ikawa nyingi, ikabidi tu wamekuja leo, na leo hii gavana akotisi Paul Simba Arati kuona kwamba michezo hii ni kweli, bidii ambayo nimeweka katika uwanja huu wa Gusii Stadium, fedha ambazo nimeweka hatimaye zimeweza kuzaa matunda. Bila shaka kwa zaidi 9-10 tuzidi kusubiri tuone mama tutakavyokuwa hapa. Gavana Arati sifahamu kama enzi yake aliweza kucheza mipira hii, lakini atakwenda kupiga mpira ule kama ishara kwamba ni kweli amekubali michezo hii kuandaliwa katika uga huu wa Gusii Stadium. Gavana Paul Simba Arati, hakuna neti kulia, hakuna neti kushoto, anapiga juu kwa njia rasmi na michezo, kuhakikisha kwamba michezo hii ameikubali kirasmi kuwa katika kaunti hii ya Kisii, na cha msingi ni kwamba kuja mechini ya maana kwa sababu ya Gorosari defending champion, Ong'incha wawakilishi wa kaunti ya Kisii. Kwa hivyo pande zote mbili zimeweza kuonekana leo hii. Asante sana. Basi huyo ni gavana ameweza kuzindua rasmi mechi ya pili Gorosari dhidi ya Ong'incha ambaye itakuwa inachezwa moja kwa moja katika uwanja huu, tunazungumzia uwanja wa Gusii, ikiwa basi ni mechi ya pili kuchezewa tangia iweze kuratibiwa. Ni kweli ni mechi ya pili kuweza kucheza katika uga huu wa Gusii Stadium alasiri ya leo. Timu mbili, Gorosari upande wa kushoto kwenda kulia, Kisumu Konradhi shule ya upili ya Ong'incha kwa sasa kwa upande wa kulia, lakini baada ya maneno kuweza kusemezana tutaweza kujua nani atakuwa kulia, nani atakuwa kushoto katika mechi hii. Asante sana. Basi tukizidi kusubiri wanahabari pale wanazidi kubo hoje mheshimiwa ama gavana Simba Arati. Asante sana. Tunasubiri tu mechi iweze kung'ananga. Hilo ndilo cha msingi ambacho kimetuleta hapa. Cha msingi ambacho kimetuleta hapa ni mechi hii ya Gorosari dhidi ya Ong'incha ambayo inachezwa moja kwa moja uwanjani Gusii, ambapo basi haya. Asante sana. Basi mechi ipo uwanjani, tunasubiri tu haiweze kucheza moja kwa moja, tukiwa mbashara tena zaidi, tukiziona gari za gavana zikizidi kuingia pale. Mechi tamu hii, mechi nzuri tena zaidi. Asante sana kwa wote ambao wanazidi kutufuatilia. Basi gavana akiwa ameondoka, gavana atakapoondoka, gavana basi anaondoka. Naam, gavana akiondoka, hivyo basi na mechi itakuwa na shuka uwanjani Gorosari
dhidi ya Ongicha. Kumbuka timu ya Ongicha mechi ya kwanza ambayo amecheza dhidi ya vijana wa timu ya Koledo Bara ameweza kutoka sare tasa ya kutofungana. Anazungumzia sare ya 0-0. Basi tuweze kuona kama Goro sare vile vile wataweza kwenda sare au mambo atakuwa yanaendea upande wao. Kumbuka vile vile vijana timu ya Goro sare mechi ya asubuhi waliweza kucheza dhidi ya Kisumu Day, waliweza kutoka sare. Kwa hivyo Agoro sare mechi yao waliweza kutoka sare, na bila shaka mechi inaanza taratibu. Vijana wa timu ya Goro sare piga, lakini wanakataa, wanaza kichwa pembezoni pale, anainua ngozi kwenye kamba la kifua taratibu. Vijana wa timu ya Ongicha namna gani, lakini wanazidiwa maarifa hapa, anakimbilia ngozi, hatari pale, anapiga bao tabu hapa mchezaji jazi nambari 6. Namna gani walimwacha hapa, waliweza kumwacha mchezaji huyo, wakamwangalia maskini mlinda lango huyo Victor Moi, anaukota ndani, peleka katikati. Namna gani Agoro sare pata bao la mapema kipindi cha kwanza hapa. Langu jina niite Kasim Mohamed Kasisi Soka, wanaanza migao taratibu vijana wa timu hii ya Ongicha. Wangu lakini goalkeeper anakuja kuwai, anasema ni chakula changu hapa, hayadundisha moja pembezoni pale kulia, anacheza wapi taratibu. Vijana wa timu ya Goro sare katikati mwa Kitwara, lete pasi lakini natoka nje. Tuambizane ukweli, mechi ni za wanafunzi, lakini kwa umbali tu sura ambazo tunaziona uwanjani sisemi kitu. Haya, kitu kinaita pale vijana wa timu ya Ongicha, tuambizane tu kweli. Haya, taratibu piga kisigino jazi nambari 11, anaukwatua pembezoni pale, anacheza wapitisha. Hawa ni Ongicha katikati mwa Kitwara. Haya, hatari pale, tarakoshwa. Refa anasema haimo, refa anasema haimo kabisa, anasema hamna, anasema hamna. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja. Aja piga tia kwanza, mfungaji wa goli anapiga pembezoni pale, anakataa beki Msarabu jazi nambari 2, anakuja kuwaituliza. Awali wana Agoro sare, hadi kufikia sasa wanalo goli moja, analeta hatari, lakini goalkeeper anasema hichi ni chakula changu. Haya, dundisha juu kwa juu, anacheza wapi? Piga pote la pote, anasema ni heri fedhea kuliko lawama, ni heri fedhea kuliko lawama. Hapa wanaanza mpira mrusho Agoro sare, lakini namna gani hapa Afifu alikuwa amekwisha otea jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idhini yeyote. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja, ukiniambia unanipata ukiwa wapi. Haya, taratibu wanakataa badali katani hapa vijana wa timu ya Agoro sare, anapiga pembezoni pale kulia, unacheza wapi?
anakuja taratibu juu kwa juu, hatari, lakini goalkeeper anakuja kuwai hapa, kijana mwite boy namna gani. Asante sana kwa uzidi kutufuatilia. Tunakuletea mechi mbashara kutoka uga huu wa Gusii, ambapo basi ni mechi za regionals. Tabu tena zaidi utakuwa ni mpira mrusho taratibu, anza mikao, jazi nambari 6 leta katikati mwa uwanja. Kijana huyo anaitwa John, piga lakini dunda 1 2 3 inatoka nje, inatoka nje. Asante sana. Ambapo Goro sare goli moja, vijana wanawazungumzia wa timu hii ya Onitsha, mambo basi ni 0-0. Haya, wataanza mpira mrusho taratibu, anaongozi piga juu kwa juu, pembezoni, kichwa faraza, wanakataa mabeki wa timu ya Goro sare. Haya, Onitsha wanao kijana mdogo pale, nageuka wa kwanza pili pale namna gani, lakini anakataa badani katani, piga pembezoni, anakuja Kovoroka, piga pote la pote, anasema ni heri fedea kuliko lawama. Asante sana. Utakuwa ni mpira huu wa mrusho, wanaanza migao haraka haraka pale. Haya, mfungaji wa goli jazi nambari 6 anapiga pasi hatari, piga namna gani, mtana unaona refa anasema vipi? Hamna jamii kweli. Jazi nambari 6, mechi ni za wanafunzi, lakini kwa upande wangu tuanizade tu kweli, hatari pale, piga chini kwa chini, kataba ndani katari, kichwa kinaita dunda 1 2 3 natoka nje. Tuambizane tu kweli, mechi ni ya wanafunzi ndio. Asante sana. Haya, taratibu pale kwenye Mark anachezewa visivyo hapa. Mark chezewa visivyo hapa, kijana mwite Mark. Utakuwa ni mpira wa ikabu. Asante sana. Utakuwa ni mpira wa mrusho, jazi nambari 3 taratibu, anarusha analeta wangu, lakini goalkeeper anasema ni chakula changu hapa, mwite goalkeeper huyu Rio, anajiita Rio Ferdinand huyo. Asante sana Rio Ferdinand. Haya, taratibu, cheza juu kwa juu, piga pote la pote, kijana huyu mwita Alex, lakini ngozi zinatoka nje. Atakuja kurusha kijana mwite John, rusha lakini hafifu, atakuja kujibu mipigo vijana wa timu hii ya Onitsha. Haya, juu kwa juu, paraza kichwa, anakataa kijana mwite ni Joseph Bradley.
juu kwa juu, paraza kichwa, azamika kwake John Kelly, wanakuja Ongicha, piga pasi Jerezi, namna gani kile kataba katari pale. Vijana na wazungumzia wa timu ya Agoro Sare watakuja kurusha. Ongicha anajipinda kama upinde wa mvua, rusha taratibu, anakuja kuiresha kwanza, hatari pale na Bragari, magoli mawili kwa vijana wa timu ya Agoro Sare. Agoro Sare magoli mawili, Agoro Sare magoli mawili. Ongicha 0. Ongicha 0. Mambo gani haya? Wabelo siamini, Agoro Sare mawili, Ongicha 0. Wataanza katikati tena vijana wa timu ya Ongicha. Anza juu kwa juu, anakataa pale, cheza kwake John wapenda kuite Quinton Fortune, lakini anakuja kuwai pale goalkeeper mwite Victor huyo, na kwa basi ni ngozi ya goal kick. Anza kwa taratibu, kataba katali, jazi nambari 14 kwenye gongozi, kijana huyo mwite John Kelly wanaongicha, leta pasi ya wangu pale, lakini kataa, hatari pale namna gani, piga fataki, lakini alikuwa amekwishotea. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe, pasi na idhini yote, nasema kwa itachezwa upya. Asante sana, langu jina ni Kasi Mohamed. Anza taratibu kwenye kamba kifua, unacheza wapi? Juu kwa juu, hatari, kizaza, iga pale pembezoni, anakatabe kiule wa timu hii, zungumzia timu ya Ongicha. Ataanza mpira mrusho, haya dokoza pasi, kataba na katani, jazi nambari 15 kwenye gongozo huyo, upande wa timu nizungumzia hii Asante sana Kasim Mohamed. Upande mwingine wa matangazo katika uga huu wa Gusii Stadium, mechi ya pili katika kundi hili ni kundi la A, Agoro Sare versus Ongicha Secondary. Kufikia sasa chini ya dakika 15, Agoro Sare washapata bao za mapema, wanasema kwamba mapema ndio best. Hao ni wana Agoro Sare. Kufikia sasa Agoro Sare bao mawili, Ongicha 0, na iwapo majibu yatabaki hivi, Agoro Sare anakwenda juu ya kundi la A na pointi 4, mechi ikibaki hivi hadi tamati. Wanajaribu Ongicha, ondolea potelea pote Agoro Sare. Mpira wa mrusho kuelekea upande wa timu ya Agoro Sare. Mchezaji mmoja wa Agoro ako chini, refa hajamuona kunani, anaamka. Agoro Sare pembezoni kushoto, chenga inakubali. Ongicha wanakosa kuelewana, wachezaji hao wawili wa Ongicha. Inakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Agoro Sare. Kumbuka matangazo haya unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba michezo hii unaipata moja kwa moja. Wanakwenda kwanza ni Ongicha Secondary, nambari ya pili kutoka kaunti ya Kisii. Agoro Sare nambari ya kwanza kutoka Homa Bay County, defending champion Nyanza Region, semi-finalist nationals. Agoro Sare pembezoni kushoto,
Ya kwanza inakubali, ya pili inakubali. Hatari! Nafasi Morwa wanaikosa, lakini mchezaji mmoja wa timu ya Ongincha alipatikana katika shambulizi lile, anakwenda chini. Namwona kocha anatingiza kichwa. Ongincha Secondary anasema kwanza ndio nitaka kuja regionals, lakini hamkuniambia vizuri. Hivi ndivyo kuko kunani? Anakwenda kuanza ni Moi, mlinda lango, man of the match, mechi ya kwanza kwa Ongincha Secondary. Ashafungwa 2 kufikia sasa. Wanapiga refu pembezoni kulia, wanakana. Ongincha wanajaribu kubisha, lakini mlinda lango wa timu ya Agoro Sare ambaye amekuwa mzuri sana mechi ya kwanza ya asubuhi baina ya Agoro Sare na Kisumu Day anasema chakula changu hiki. Nahodha Ongincha Secondary amesakamwa kabisa mshambuliaji wa timu ya Ongincha, lakini alikuwa akiashaotea. Agoro Sare sasa jaribu penyeza pembezoni kushoto, wanajimudu Ongincha, inakuwa ni foul. Wachezaji wawili wako chini kwa Agoro Sare, wananyanyuka wote kumaanisha kwamba si jeraha ambalo labda linaleta wasiwasi kwa upande ule wa ukufunzi wa timu ya Agoro Sare. Mashabiki wamefika kwa wingi sana. Nikitazama G1 hadi G13 zote zimejaa zikafurika, zimejaa pomoni. Hizo ni stand za uga huu wa Gusii Stadium, uga wa nyumbani kwa timu ya Shabana FC, uga wa nyumbani kwa timu za kina dada. Tuliona timu ya Gusii Starlets walipandishwa daraja hadi daraja la Division 1, waliingia NSL. Hao Gusii Starlets ambao ni timu ya kina dada ya Shabana waliweza kuingia katika upande ule wa NSL. Pia tutaona wakitumia uga huu wa Gusii Stadium msimu ujao. Kunayo Gusii FC upande wa FKF Division 1 walishushwa daraja kutoka National Super League. Pia ni miongoni mwa timu ambazo zitatamani kutumia uga huu wa Gusii. Lakini kwa leo hii wale ambao wanavunja ubikira wa uga huu ni wanafunzi wa shule ya upili, mechi za ukanda wa Nyanza. Kodero Agoro Sare anapenyeza vizuri, jezi nambari 8, nafasi anazo, penyeza chini kwa chini, wanamakinika lakini bado hatari ipo, anajaribu penyeza, bado hatari ipo. Wakati huo huo penalty au ni nje ya mstatili. Walikuwa wanashambulia ni wachezaji wa timu ya Agoro Sare wakijaribu kupenyeza shoti, mkono ukainuka juu ukamguza, lakini ni kana kwamba wananusurika, hawanusuriki. Tuone, itakuwa ni free kick. Eneo hatari sana. Agoro Sare wanao mafundi wengi wa kuweza kugeuza nafasi hiyo kuwa bao. Ukuta wa binadamu, si mmoja, si wawili, 6, 7. Wachezaji wa timu ya Ongincha wanaweka ukuta wa wachezaji 7. Ukuta wa binadamu wamefungua nafasi ya chini. Ni hatari pia ukiweka wachezaji wako wote kwa ukuta, kwa sababu akiamua tu kupasi popote itafika, na ikifika utakuwa umeachiana rahisi. Moi anapiga hatua kwa lango lake lote, kulia atafika, kushoto atafika, tuone. Hamza Atakimbo, Agoro Sare, nafasi Murwa, wanapoteza Agoro Sare. Ilikuwa ni nafasi ya moja kwa moja nje ya mstatili, hatua chache kutoka kwa lango, lakini wanakosa kuligeuza kuwa bao. Wananusurika mwana Ongincha Secondary. Kumbuka kwamba hili ni kundi la A. Tunao timu zote mbili hizi, Agoro Sare Ongincha, Kodero Bara Kisumu Day, ambao wanacheza baada ya mechi hapa katika uga huu wa Gusii Stadium kuanzia mida ya saa 9. Matangazo moja kwa moja nyuma ya kipaza sauti, Ndemo Steven, Captain 001, masuala ya michezo.
Mashabiki bado wanazidi kuingia katika uga wa Gusii Stadium. Wengine ni mashabiki wa Kisumu Day wanangoja mechi ya pili. Wengine ni wa Ongincha, wengine ni wa Agoro Sare. Watakwenda kujipanga ni Agoro Sare. Beki wa kulia ya kwanza inakubali, ya pili potelea pote mpira wa mrusho kwa faida ya Agoro Sare kuweza kujipanga tena vema kabisa. Waswahili husema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Mgeni ni Ongincha, bado hajapona. Mwenyeji anasherekea, bado anazidi kupakua. Agoro Sare ndani ya mstatili. Chenga ya kwanza inakubali, ya pili jaribu kupenyeza upande wa kushoto, lakini utakuwa mwingi, lakini bado wanamudu. Agoro Sare inakuwa ni mpira wa mrusho bado kuelekea katika himaya ya timu ya Ongincha. Na ukitazama mfumo huu wamesakama sana hawa ni timu Agoro. Anapoteza mpenzi mtazamaji. Ilikuwa ni nafasi ya 1-1, akakwenda juu akakosa kuiweka upande wa ndani. Wakati huo anapata nafasi ya kusoma arafa. Namuona Hesbon Nyamete kutoka upande wa Ndizi TV anasema ako ndani ya matangazo. MC Saka Classic watching live. Dalton Einstein anasema Simba Harati anafurahia labda jinsi alivyoacha kwamba uga huu uko tayari. Belvin Omondi anasema kwamba hawa Ongincha penye walitokea, kwani hakuna team serious hapa, watakula 10 na bado watauliwa na Kisumu Day. Maoni yake huyo anafahamika kama Belvin Omondi. Kasim. Asante sana. Taratibu pale naleta ngozi, lakini goalkeeper huyo anasema chakula changu. Nikumbuke zaidi kwa vijana wa timu ya Agoro Sare magoli mawili, vijana wa timu ya Ongincha 0. Kipindi ni cha kwanza ndani ya Ndizi TV, vile vile kadhalika tupo live hapa kwenye Cyprian TV. Anapiga pale pembezoni, akichwa kinaita cha mchezaji huyo mwite Steven Onyambo. Pembezoni pale wanakuja, lakini refa anapuliza kipenga, anasema kutakuwa ni mpira wa ikabu ndani ya uga wa Gusii. Zikiwa ni mechi za sekondari ama za shule za sekondari. Hapo awali tumeona gavana wa kaunti ya Kisii akiweza kuzindua mchezo huu rasmi na akizitakia timu zote kila laheri. Analeta pale paraza kichwa namna gani hawana lao vijana wa timu ya Ongincha. Jazi nambari 6 anapiga makasia, lakini namna gani dunda 1 2 3 haijatoka nje na kuja kuwai. Piga pembezoni, chini kwa chini, kozi natoka nje. Mimi nitazidi kusema kuwa mechi ni ya wanafunzi, lakini kuna baadhi ya misuli ambayo naiona uwanjani. Tumizane tu kweli. Haya, anakimbilia pale jazi nambari 11. Sasa kitu Kasimu kwa anaongelea misuli, lakini mimi nakuta tu makosa kwamba ukiwa shule wewe uko unakula, wengine wanakula wewe ukuli, ukienda nyumbani haukuli. Tuamizane ukweli, tuamizane ukweli. Tuamizane ukweli. Ndio maana ulikuwa mdogo wa kimo, kwa sababu angalia hata hapa hivi wengine pia kimwili wanaonekana wakubwa kutuliko, lakini kuna ule misuli unaona hii unasema imekomaa. Haya, Kasim huyu ambaye anasema kwamba wamekomaa sana wachezaji walio katika uga huu, si ukomavu tu wa kimwili, pia wa kimichezo pia. Kimiaka. Haya, chini kwa chini pale vijana wa timu ya Agoro Sare 14 kwenye kuongozana, piga pale jazi nambari 7 na kuja kuzazuka kijana huyo mwite Joseph hatari pale, goalkeeper ananyaka namna gani hapa. Goalkeeper hapa mwite Victor Boy, nasema ni chakula changu, anawafukia mabeki wake, anawaambia mbona tunazuazua na kuboronga. Haya, Jukajo naruka bila mafanikio yote, anatuliza kijana huyo mwite Alex Pele. Jukajo pale para za kichwa, anatuliza kwenye kidari,
Wanacheza wapi? Piga pale jazi nambari 6. Wanakuja kuzazuka vijana wa timu ya Ongicha sasa. Pasi za kurana. Kijana mwite Enoch Ongera. Unacheza wapi? Dunda 1 2 3. Piga pasi lakini kibendera kinanyanyuliwa. Mpira umekwisha toka nje. Watakuja kurusha. Langu jina ni Tekasi Mohamed. Kasisi wa soka. Tulikuhubiri soka watu wanaokoka. Piga pale lakini beki huyo mstaarabu anakataa. Jazi nambari 6. Kasisi, ulikuwa umezoea ukihubiri soka sadaka uitishi, umeanza kutisha kwa sasa. Ipo siku sadaka tutaitisha. Unajua na wewe unaangalia maana ambapo unaitisha sadaka. Haiko. Uliacha gavana kaenda. Gavana. Wale wanamzunguka huko. Enda ushikwe pale. Security tight. Haya. Anachonga pale mchongo mzuri. Pembezoni kushoto labda kali lakini kozi na dunia 1 2 3 toka nje. Refa anasema vipi, itakuwa ni kona. Labda kona hiyo itakapokuwa inapigwa, Kasim, nilikueleza kwamba katika mechi hii ingekuwa na mabao mengi kwa sababu baada ya Kisumu Day na Goro Sare kuweza kuenda sare ya bao moja, watataka kuona nani atafunga bao mingi watapokuwa wanacheza na Kodero Bara pamoja na Ongicha. Atakayefunga bao mingi wapo wote watashinda mechi zao. Atakayefunga bao mingi ataweza kuwa na wa kwanza kutoka pool A. Atakayefunga bao chache atakuwa wa pili kutoka pool A, na unapokuwa wa kwanza unapata yule ni wa pili kutoka pool B, basi unataka kupata yule ambaye ni rais kutoka pool B. Haya, sikiliza kona. Anachanja kona pale lakini kichwa kinakataa. Chabiki huyo Mwita Lewis. Taratibu wana vijana wa timu hii ya Goro Sare kwake jazi nambari 19 kwenye gongoza. Labda kali lakini refa amekwisha puliza kipenga, alikuwa amekwisha hotea. Ajenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idini yoyote. Na Kasim, unapotazama timu hii ya Goro Sare baada ya kugundua kwamba timu hii ya Ongicha imekuja kuziba zaidi, umeona kwamba mabeki wakati pekee center backs ndio wanaosalia nyuma, right back wana overlap, left back wana overlap kuwapatia nafasi mingi wanapo attack. Haya, huyo ni mhakiki wa soka Mwitendemo Steven Captain 001. Geresha pale jazi nambari 11. Anageuka namna gani? Bado anageresha. Anadukuza pale. Juu kwa juu jazi nambari 7. Anapiga pasi, wanakataa vijana timu ya Ongicha. Kijana huyo mwite Eliud Marodha. Piga pembezoni. Wanaanza vikao vijana wa timu ya Goro Sare. Joseph Bradley anacheza pembezoni kwake kina mwite Joseph Odiamo nje. Piga pote. Ngozi inatoka nje. Itakuwa ni goal kick kama sitokosea. Alipenyeza ni Odhiambo upande wa pembezoni kushoto, akapata nafasi muro ya moja kwa moja gula kushoto kujaribu kulenga shaba akakosa. Wananusurika Ongicha tena. Asante sana, ilikuwa ni nafasi ya wazi, lakini vijana wa timu ya Goro Sare wanasema mapema ndio best. Wamekwisha tinga magoli mawili. Kumbuka mechi yao ya asubuhi dhidi ya Kisumu Day wanaweza kutoka sare ya 1-1. Kwa hivyo wakishinda hapa watakuwa na alama 4 kama sitokosea. Hautakuwa umekosea Kasisi, alama zitakuwa ni 4 iwapo itaisha hivi, alama 3, alama ya kwanza ya asubuhi, alama 4, kisha wangoje majibu ya mechi ya pili katika timu ya Kodero Bara dhidi ya timu ya Kisumu Day. Na iwapo Kisumu Day wanataka kuenda juu ya Goro Sare katika siku ya leo, lazima wafunge bao mingi zaidi kuliko zile ambazo Goro Sare watafunga katika alasiri ya leo. Haya, asante sana. Ni mpira wa ikabu mahala pazuri. Maguu kama 28 hivi. Ikipata fundi mchongaji mzuri, itakuwa basi mambo mazuri. Ikipata fundi kama kijana Ward Prowse, nikapungua sana Ward Prowse dhidi ya Daudi De Gea. Enzi hizo najua demo hawezi kumbuka hilo. Haya, sikiliza mpira ikabu, anajenga ukuta pale, ukuta binadamu. Anadokoza tena kwa chini, goalkeeper anapagua. Hatari bado piga pale Bakasia, hamna mto. Alisukuma tobo. Labda gari. Haya. Anageresha kwanza pili. Wanakataa badani katani pale. Vijana wa timu hii ya Goro Sare anakuja kuzazuka kijana mwita huyu ni Joseph Odhiambo. Anacheza wapi kwake Geoffrey? Lakini alikuwa amekwishotea. Angalimwamini
winga wao wa upande wa kulia Basenga alikuwa offside, lakini wote wawili kuendea mpira ule, yeye alikuwa upande wa offside, winga kwa upande wa offside, kutoelewana. Kuna wale upande ule wa offside, lakini ulikuwa unamwangalia Ward Prowse, nikiangalia technique ambayo shot ile lilipigwa midili ya Rashford, kama unakumbuka Kasim. Kumbuka ni dakika 30 za mchezo, kipindi cha kwanza ndani ya uga wa Gusii, ikiwa basi ya Goro sare magoli mawili, vijana wa timu ya Onitsha 0-0 yai. Lakini wanasema katika mchezo wa soka lolote lawezekana siku zote, mpira hudunda. Wazungu watakwambia it's not yet over until it's over. Wakisi wanakwambia kwamba amang'anango chenjiale vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga sio kikisi. Ni yaweta. Asante sana. Kumbuka niliona pale kuwa kulikuwa na press briefing kutoka kwa ikulu ya rais. Tujue ni yapi yanaendelea pale. Labda kali pale, lakini goalkeeper siku zote aguswe. Huwezi kumguza goalkeeper. Refa anasema Victor Moi anapogagaa chini, ni ile hofu kwa upande wa benchi la kiufundi. Ni kipa ambaye anategemewa zaidi na timu hii ya Onitsha katika safari yao ya kufika hapa hivi. Amekuwa nao nafasi zote, ni kipa bora, man of the match mechi ya awali timu hii ya Onitsha dhidi ya Kodero Bara. Kwa hivyo ni maombi tu ya benchi la kiufundi kwamba ataweza kujikimu, aweze kunyanyuka kuendelea na mechi, angalau kuwapa afueni kwamba iwapo watapata bao moja kipindi cha kwanza, watapata la pili kipindi cha pili, labda wataweza kurejea kwa mechi, lakini kufikia sasa bado hawajaingia katika mechi hii. Asante sana. Namuona hapa President Omani anasema matangazo yameenda shule, sema hapa salimia. Wakati huo namuona ni Kefa Nengo Bosire pia anasema kwamba lazima nihesabiwe kwa michezo hii, ako ugani. Haya, taratibu anapiga chia kwanza pale, vijana wa timu hii ya Goro sare. Jazi nambari 6 kwenye kuongoza mwita Alex Apele, pembezoni bara kuja kuwekea mwita Joshua cheza pembezoni, Abrakadi wangu pale, jazi nambari 11 kwenye kuongoza kijana huyo mwite Quentin Fortune. Fortune ule anakuja taratibu, Quentin kwa jazi nambari 13 anageresha kwanza pale, kijana huyu mwite Geoffrey anacheza wapi? Katikati mwa kiduara, geresha kwanza bado anakata, vijana tumeogecha wanajaribu na umbali, lakini goalkeeper anakuja anasema ni chakula chango huyo mwite Rio Ferdinand huyo goalkeeper. Na maana kuwa baba yake au wazazi wake walikuwa ni mashabiki wa United enzi hizo akicheza Rio Ferdinand. Haya, taratibu beki yule anakataa, pembezoni pale, ngozi inatoka nje, watakuja kurusha vijana wa timu ya Onitsha. Onitsha watakuwa na mpira wa mrusho katika kipindi hiki cha kwanza, mara ya kwanza ama mara ya pili au ya tatu imeonekana katika himaya ya timu ya Agoro Sare. Atakwenda kurusha mrefu, wako na nambari nyingi upande wa mstatili, anarusha refu fupi, wanapinga ni Agoro Sare. Nafasi ya counter attack pembezoni kushoto, ya pasi inafika jezi nambari 7, moja kwa moja 1v1, anamwacha wa pili, anafika hatari, lakini wanazuia. Ni timu ya Onitsha Secondary kusema kwamba 3 ni mingi, mbona mtupe 3 zitakuwa ni mingi. Agoro Sare sasa wametulia, beki makinifu, piga refu, lakini potelea pote ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Onitsha. Mechi ya kwanza walivaa midhili ya timu ya England, mechi ya pili wamevaa midhili ya timu ya Arsenal. Hatujui ya tatu watavaa kama Manchester, kuna Manchester Blue, kuna Manchester Red. Na mwelekezi ananiambia kwamba tuna dakika moja kipindi hiki cha kwanza, timu zote mbili kuona kwamba mitindo tuliyosema tutatumia kipindi cha kwanza ilizaa matunda, haikuzaa. Onitsha inakuwa fupi, Victor Moi anatembea tu aste kuchukua, kusema kwamba chakula changu hiki. Nahodha kwa timu ya Onitsha wanajaribu kusonga mbele zaidi, ni Onitsha ambao kwa sasa ndipo wanapata ujasiri katika mechi hii. Agosa wanakataa, pembezoni kushoto unakuwa mwingi, unatoka mpira wa mrusho kwa faida ya Agosa. Beki ni yule atakwenda kurusha,
unakuwa mwingi, unatoka tena bado ni Agosa. Wanaanza wangu pembezoni kushoto. Chenga ya kwanza itakubali, imekubali. Ya pili analeta nyepesi, anakosa. Alikuwa amepakuliwa vema kabisa, lakini pia nahodha au upande ule wa AR, assistant referee, alikuwa ameona kwamba kesha rombeza angalifunga bado haingehesabiwa, lakini ni vema ufunge isihesabiwe kwa sababu ya kuongeza ujasiri katika mechi na kujua kwamba nafasi kama hiyo ikija tena ni kuhakikisha tu kwamba haujajenga kibanda mahali ambapo hapafai. Victor Moi, mlinda lango wa Ongencha, ambaye amewashikia mechi zao zote kufikia sasa katika michezo hii. Wanaanza rais upande wa kushoto, lakini wakati huo huo kipindi cha kwanza kinafika tamati. Ni kipindi ambacho wengi walitarajia mengi. Kunao waliohisi kwamba bao zingalikuwa mingi zaidi ya 2 kwa faida ya Agorosari, hazijawa. Kuna waliohisi kwamba Ongincha wangeweza kuwazuia Agorosari kipindi cha kwanza, hawajaweza. Imekuwa ni desturi yao, kila mara wanapokwenda katika mapumziko wanakwenda chini kumwambia bismillah, asante kwa safari hii. Tunaomba Mola mwenye neema kubwa na neema ndogo utuneemeshe tuzidi zaidi na zaidi. Lakini Mlima watakuwa nao kipindi cha pili kurejesha bao hizo 2 na kutafuta la ushindi. Upande wa Agorosari watahisi kwamba wanafaa kuzidisha mashambulizi katika upande wao, na wakati huo labda Kasim, tukienda upande wa mapumziko, unahisi kwamba kipindi hiki kimekuwa vipi kwa timu zote mbili? Ni kipindi ambacho tumeweza kushuhudia magoli mawili. Ni kwamba basi vijana wa timu ya Agorosari wameweza kujipanga na kwa sababu walijua vijana timu ya Ongencha hii ndio mara yao ya kwanza kuweza kufika mara hapa, basi wakaweza kutumia zile nafasi zao. Kumbuka waliweza kutizama mchezo wao dhidi ya vijana wa timu ya Kodero Bara, waliweza kuona kuwa ile safu yao ya ulinzi inavuja kiasi cha haja. Kwa hivyo wameweza kutumia ile ambayo ni weakness yao na wameweza basi kuwadhibu, na hadi tukiondoka kipindi cha kwanza vijana wa timu ya Agorosari 2, vijana wa timu ya Ongencha 0. Nafahamu kwamba kipindi cha pili kitakuwa na matumaini zaidi kwa Ongencha kuhisi kwamba wanafaa wazibe, kama hawatashinda wazuie mengi, kama wataweza kushinda ama kwa upande ule mwingine wa Agorosari watahisi kwamba wanapaswa kuongeza bao zaidi, wataweza kuwa wakiongeza bao zaidi. Namuona Kasim katika kipindi cha kwanza kimekuwa mengi ambayo yameweza kuongelewa, lakini mwisho anauliza hapa ni wapi Kasim? Hapa ni wapi? Hapa ni uga wa Gosi, uga huu wa Gosi. Kwamba tuweze bado kusonga nyuma hadi tuweze kusonga nyuma upande ule wa ugani katika mechi hii. Tunauliza kwamba hapa ni wapi, lakini hapa ni upande huu wa Gusii Stadium, kiwanja ambacho tunaungana na mmoja wetu ambaye atakuwa akitupatia udadisi wa kipindi hiki cha kwanza katika mechi hii. Basi tunasema hapa unauliza wanajibu. Kwanza asante sana. Unajua Rayode ni kocha, wewe kama kocha basi umeweza kuitizama mechi hii, na ungekuwa kocha na timu yako ingekuwa ni Ongencha, ni wapi ungeweza kurekebisha? Haya, asante sana kwa nafasi. Nilikuwa ni kocha Ongencha, kitu ya kwanza ningeafoi hii game ya physical. Ukiangalia vijana wa Agorosari kwa kimwili ni vijana wako sawa, so nikiwa kocha Ongencha, kitu ya kwanza niambia vijana wangu wapige ball moja mbili tukisonga ili tukilisa spaces so tufunge. Labda wakati huo labda Kasim swali lake la pili, ningekuuliza kwamba mechi ambayo timu ya Ongencha walijua kwamba walipaswa kuzuia mapema, lakini wakakosa concentration mapema, wakafungwa dakika ya pili katika mchezo. Labda unaweza ni kipi kile ambacho kikwenda sawa katika hesabu walizokuwa nazo? Tumesema ni concentration kidogo iliyotoka, so ungekuwa ni wao ungekuwa wamesiti back. Tunajua Agorosari kwa shafu ya shambulizi wako sawa, so ungesiti back, so ball zote maybe wachukue kwa nje, but maybe
tukiangalia dakika za mwisho makosa saa at least ball ina flow. Kwa hivyo unasema kipindi cha pili wanao nafasi ya kuweza kurejea mchezoni ama lao litakuwa limeisha? Mzano kweli kwa hii kimeongecha chao kimeisha, ni ile tu wasuia wasipige mabao mingi, ile game yao ya mwisho pia washinde, ndo maybe waangalie kama watasonga kwenda semis. Labda kuna ambao wanaishi kwa katika mechi hii, baada ya mechi ya kwanza kwenda sare ya bao moja Goro sare Kisumu Day, wakawa kwamba watu kuna point ambazo zinashana ni favorites wa hii pool ambayo ni pool A, kufunga timu za Kondero Bara na Onyesha mabao mengi zaidi, ndiposa goal difference iweke juu zaidi ya mwingine. Nadhani kwamba kipindi cha pili bado bao zitakuwa nyingi zaidi, chini ya Goro sare zitakuwa zaidi ya kipindi cha pili. Haya, tukiangalia kwa hii Ongija saa hii washaluso, so kumaanisha ni kama wataachilia. Sio kuachilia, ni kama mabao zitaongezeka hadi mabao 6 kuelekea. Asante sana. Huyu ni kocha, jina lake ni Rayo D, ambaye ameweza kuzungumzia baadhi ya yale ambayo ameyaona mechi ya kwanza, kipindi cha kwanza ambacho kimeweza kutamatika katika uga huu wa Gusii. Sijui mwenzangu, kipindi cha pili unatarajia nini? Kipindi cha pili natarajia kwa upande wa timu ya Ong'icha shaona penye shida imeweza kwa sababu dakika ya 35 kufunga bao 2 na bingwa wa Nyanza mwaka uliopita, bingwa alifika semifinal mwaka uliopita Nationals. Wao wawili wanahisi kwamba hawajapigwa sana, wanahisi kwamba ndio uliweza kufanya kazi. Ile kipindi cha pili kuna mlima mrefu kabisa ambao ni timu ya Ong'icha wanajiuliza kwamba ni kipi ile ambayo tungeweza kufanya ili tuweze kupata bao angalau bao 2 zitakazoturejesha kwa mchezo. Nisijue wewe, tumeona mechi vile ilikuwa, ungelikuwa kocha, labda ni kipi kile ambacho ungefanya kwamba wewe ni Ong'icha utafute bao 2, ni kipi kile ungefanya kwa bao 2? Kile ambacho ningefanya ningeanza hususan pale kwenye safu ya ulinzi, ningeweza kurekebisha wale wachezaji ambao ninajua wataweza kutuazia, au labda kuzungumza na baadhi ya wale wachezaji wa safu ya ulinzi waweze kufanya marekebisho pale, na hususan katika katikati, ukiwa na viungo wazuri wa katikati watakuwa wanapeana ile mpira ya kuweza kufunga, yani wakiwa wana zile open play, alafu huenda wakapata magoli moja kwa moja. Basi mimi ningekuwa kocha au ndo ningeyafanya, lakini baya mimi ni mtangazaji. Asante sana kama yeye ni mtangazaji, kwa tukimaliza labda ungeona ni kusema nafasi nzuri ambayo walipata ni Ong'icha, ikawa ni foul mali mazuri wakapiga, lakini yule mlalamo Ferdinand akaweza kuzuia. Tuzungumzie kuwa vijana wa timu ya Ong'icha wanapofika kwenye lango wanazipata nafasi, lakini wanakuwa na poor finishing. Ile finishing yao inakuwa very very poor. Kwa hivyo waweze kutafuta yule mshambulizi ambaye anajua huyu akiguza mpira huenda basi akacheka na nyavu. La mwisho, kipindi cha pili unatarajia nini? Kipindi cha pili tunatarajia magoli mengi kwa vijana wa timu ya Gor Mahia, watayafunga mengi. Anasema kwamba kipindi cha pili tunatarajia mabao mengi. Kipindi cha kwanza mechi iliyopita
Agoro wajaribu kupenyeza, inakubali, lakini first touch inamsaliti mchezaji yule, inakuwa rahisi kwake Victor Moi kuweza kuanza tena vema kabisa kuisaidia timu hii angalau kuwa na confidence katika mechi hii ambayo kipindi cha kwanza ilikuwa chini, kipindi cha pili tutaona inakuwa rahisi ile kwake Rio Ferdinand. Ongincha nafasi nayo pembezoni kushoto. Ongincha bado alikosa umakinifu wa kuweza kupanga moja mbili ndiposa aweze kupata bao, wanapoteza nafasi hiyo. Mulwa Ongincha Secondary bado kuingia katika mechi hii. Agoro sare, mabadiliko mawili yatakuwa ya manufaa, tusubiri. Haya, kipindi cha pili tunarejea kwa matangazo mbashara. Vijana wa timu ya Agoro sare dhidi ya Ongincha hadi tukiruka kipindi cha kwanza. Hatari pale, offside, alikuwa amekwishotea pale. Tajenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Naambiwa unajenga kibanda kwenye ardhi ya kaunti ya Kisii bila idhini ya gavana Mheshimiwa Paul Simba Arati. Haya, taratibu wanaanza mikao vijana wa timu hii ya Ongincha. Anadokoza pale kijana huyo mwite Eliud. Anacheza wapi? Haya, hatari pale lakini anakataa beki huyo mwite Lewis Ian. Haya, piga makasia, refa anapuliza kipenga, anasema alikuwa amekwisha rombeza. Alikuwa amekwisha rombeza. Wanaanza mikao haraka haraka. Anageuka hapa kijana mdogo wa timu hii ya Ongincha. Haya, wanakuja Agoro sare. Jazi nambari 15 kwenye gogoza. Hatari pale, hatari lakini kibendera kipo juu. Gari alifahamu fika kwamba alikuwa kesha rombeza. Ukiangalia kasi aliyokuwa akisonga nayo, alifahamu kwamba alikuwa kesha rombeza, ndio maana hakujituma zaidi katika nafasi aliyoipata. Haya, anapiga pale juu kwa juu. Dabra gani kichwa kinaita. Anayo katikati mwa Kedwara. Anakuja pale jazi nambari 7 upande wa timu hii ya Agoro sare. Kijana huyu Joseph Odhiambo. Haya, jazi nambari 8 kuja kuongoza hapa. Kijana mwite Geoffrey. Geresha kwanza pili. Wanakata Ongincha bado anajibodo. Piga pasi katikati mwa Kedwara. Wanakuja kuwai Ongincha, piga pembezoni pale kushoto, hamna mtu. Wanajibu mipigo. Taratibu piga chenga mwili. Anakimbilia pale na kuja kuwai. Hawa ni vijana wa timu ya Ongincha. Kunradi Agoro sare anapiga chenga ya mwili. Anakubai piga offside. Nikisha hapa. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Naambiwa hapa tukiwauliza wana jinsi watakwambia haya, taratibu anadokoza pale chini kwa chini vijana wa timu ya Ongincha. Namna gani pale kijana huyo mwite Inoko analeta goalkeeper na nyakaki David Raya Malala Yombo. Ndemo sina alikuwa nasubiri niseme kinani kionana vile kama ananiambia hapana, sio Raya. Asante sana, lakini kwa sasa ukiangalia mechi za Euro, goalkeeper ambaye amekufurahisha Mlanga ambaye ameweza kunifurahisha, wengi walionifurahisha washaenda. Mzalo kweli, goalkeeper wa timu ya Hispania mwite Simon ni mzuri sana. Haya, taratibu juu kwa juu pale kichwa kinaita Turiza. Jazi nambari 8 kwenye gongo za kijana John Kelly. Anapiga pale pembezoni, hatari lakini kibendera kinanyanyuliwa. Ila kwa ni offside. Kipindi cha pili Agoro sare magoli mawili, Ongincha 0-0 yai katikati mwa Kedwara. Anacheza wapi?
anakuja kuvumburuka. Wanawai Ongicha, tuone kama watakuwa na rejea mchezoni kipindi cha pili, lakini refa anasema tayari mchezo ulikotoka nje. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote nahubiri soka, watu wanaokoka. Haya, taratibu. Jasi nambari 15 anakuja kwanza, mikao hapa. Mchezo wapi? Hatari pale, namna gani? Hatari, go nje, bado hatari, go bado hatari, go. Kipa anasema ni rahisi, alikuwa amekwisha otea hapa. Namna gani hapa vijana wa timu ya Gor Sare wanania gani? Kasisi, ulitaka niambia kwamba bao zingelikuwa mingi kipindi hiki cha pili. Kiukweli tafuta bao zingine ya Gor Sare. Kuzulia tu kumekusalia. Onyesha sasa kama wachezaji wa timu ya Gor Sare kucheza basi vitu vya offside na kwa nafasi kwa timu hii katika mechi hii. Matangazo unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, Inform Center pamoja na Nyanza Sports Zone. Unataka mechi mnayo mechi kasi tunaelewa mechi zako, lakini sasa hii ndio mechi. Umesema jina mechi, najua tunataka mechi. Sasa kitu haya, taratibu. Geresha kwanza hapa vijana wa timu ya Gor Sare, piga mkengo mzuri, lakini anasidiwa maarifa, ngozi inatoka nje. Wataanza mpira mrusho, refa anasema subiri, watakuwa wanafanya badiliko. Watakuwa wanafanya badiliko vijana wa timu ya Ongicha. Itakuambia anatoka nani, anaingia nani. Asante sana. Wanafanya badiliko pale. Atakuja kutoka hapa jazi nambari 5 hapa kwenye goggles. Kijana huyo mwite Glenn Washington. Alafu anaingia jazi nambari 8 kwenye goggles, mwite Joseph Okoyo. Asante sana. Hilo ndilo badiliko wameweza kulifanya vijana wa timu na izungumzia timu ya Ongicha. Tuone kama litakuwa ni badiliko la kiufundi hao, ni badiliko tu la kuweza kuhakikisha vile pia yeye ameweza kucheza ngarambe hii. Haya, taratibu anapiga pote la pote, ngozi inatoka nje. Tutaweza kufuatilia matokeo mengine, tutaweza kukujibu, tutaweza kukupa matangazo ama matokeo kutoka nyuga mbalimbali, uga wa Cardinal, vile uga wa shule ya uvulana ya Kisii School. Kasisi anapozungumzia hayo upande ule wa uga wa Cardinal, tunaweza kuona kwamba bao moja kwa bila katika hiyo mechi imekuwa sawa pamoja na Madudu. Asante sana. Haya, goalkeeper huyo mwito Victor Moy inaanza juu kajo. Haya, keresha paza pele wanao Gor Sare, kijana mwite John anakimbilia pale, kijana huyo mwite Joseph Bradley, lakini ngozi na kwa mingi natoka nje, watakuja kurusha. Kipindi cha pili Gor Sare magoli mawili, vijana wa timu hii ya Ongicha 0. Anakuja kurusha hapa kijana huyo mwite Alex Pele. Taratibu anacheza wapi? Kizaza pale, leta kilingelinge, lakini ondoa kwa kichwa kijana mwite Dan Tapoka. Alikuwa amejenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idhini yoyote. Kufikia sasa shule ya upili ya Ongicha wanaweza kuwa wamejipiga kifua kwamba wameweza kuzuia mashambulizi ya timu ya Gor Sare kwa kuweza kuwatuliza. Tuone hili pezoni kushoto, nafasi ya Molo, leta Jerezi chini kwa chini, go 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 go. Waliweza kupenya, wanafunga bao la 3, wanafunga bao la 3.
Chamilecho Zakayo, mambo ni matatu. Vijana wa timu ya Agoro sare baada ya kutoka sare mechi ya asubuhi. Wanasema jina letu ni Agoro sare, lakini sio eti kila mechi tunatoka sare. Leo lazima tuweze kuhakikisha angalau tumeweza kuvuna alama 3. Mechi hii imeenda. Safu ya sehemu ya ulinzi ya timu ya Onitsha kama hiyo, wengi wanadhani kwamba yule beki wakati wa sehemu ya Onitsha angali kuzuia mpira ule akaukosa, basi nafasi yake mwishowe kama ya Agoro sare wataweza kuongeza mengine. Nafasi sasa kwa timu ya Onitsha, jaribu penyeza pasi ya Fifu, nafasi kwa Agoro sare ongeza nyingine, wanapata umiliki wa mpira mwisho kwa faida ya timu. Bao ni 3 kufikia sasa. Kwa leo standing Onitsha wameenda chini kabisa katika standing ya pool A baada ya kufunga bao 3. GD ya -3 inaweka chini kabisa, wanasema ni bottom up, Agoro sare wako up kufikia sasa. Haya, asante sana. Huyo ni muhakik na mdadisi wa soka mwite Captain 001 Ndemo Steven, na wakati huo basi wanapata mpira wa ikabu vijana wa timu ya Onitsha. Tuweza kuona kama utaweza kuzaa matunda yote, ima embe ima limao, lakini wanasema limao ina ukali ama lina ukali aina yake, tuone kama ni papai. Haya, sikiliza mpira wa ikabu, mpira wa ikabu leta chini kwa chini hafifu, hatari, lakini nje, inatoka nje. Na kwa nini toka mpira ikabu pale? Kasema unatumiaje hafifu na hatari katika sentensi moja? Hafifu, hatari katika sentensi moja. Ilikuwa ni hatari alafu akapiga hafifu. Asante sana. Ni kama wanajiandaa kufanya badiliko vijana wa timu hii, timu zote mbili ni timu zote mbili ambazo zinaandaa mabadiliko. Tutakuwa na mabadiliko mawili kwa faida ya kwa faida ya katika mechi hii ambayo timu zote zishaingia ndani ya mechi hii. Kipindi cha pili au kipindi cha kwanza bao mawili 3 yote kufikia sasa katika mechi hii. Anaanza Rio Ferdinand, anapiga pembezoni kulia, wanajibu ni Agoro sare Moi, anasema chakula mwiki Victor Moi ambaye kufikia sasa bao za kwanza mbili alikuwa na uwezo, ya 3 alikuwa na uwezo, upande ule wa ulinzi ukamsaliti. Haya, juu kwa juu pale. Haya, kipindi cha pili hapa, kipindi cha lala salama, magoli 3 kwa Agoro sare, angalau la kuvutia machozi, lakini bado angalau la kuweza kusitiri fedheha na kuficha aibu, lakini wanaambiwa bado alipo wachezaji wawili hapo chini wanaweza kupata katika nafasi ile ya 1v1 baina ya mshambuliaji wa mlinda wa timu ya Agoro sare, wanakaa chini wakiomba kwa je wanakwenda moja kwa moja kuweza kuwasaidia. Asante sana. Kwa chini ni Rio Ferdinand, timu ya Agoro sare alikuwa mwema mechi ya kwanza, na kuna mchezaji gaga za mganga ambazo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini. Tuone kama atakuwa ananyanyuka, anazidi kupewa huduma ya kwanza.
anazidi kupewa huduma ya kwanza. Tuone kama atakuwa ananyanyuka. Asante sana basi, mashabiki kama unazidi kutizama kiwango chako cha Ndizi TV, vile kwenye mtandao wa Cyprian TV, tupo pale live TikTok. Ukiwa pale basi unaweza kumtumia gift huyu mwanadada Cyprian ambaye anajituma angazia ama chagui kila ambacho anaangazia tu mambo yote. Asante sana. Haya, piga pale kichwa paraza. Tatibo unakuja hatari pale. Vijana wa timu ya Gor Sare pale. Gogo bado kisasa. Hatari bado. Gogo kumekucha kule chele. Kumekucha kule chele. Magoli mane. Vijana wa timu ya Gor Sare 4 Ongicha 0-0. Yai namna gani hapa? Vijana wa wanawaambia makosa yetu ni yapi? Tumewakosea wapi? Mbona lisiwe moja? Mbona yasiwe mawili? Mbona yasiwe matatu? Mbona mnatupiga mane? Namna gani ya Gor Sare? Lakini la msingi zaidi ni ufundi uliotumiwa katika kuandaa bao lile. Chenga ikapigwa, akajiundia nafasi moja. Goliza mlinda lango, far post ni ya post. Chiza ambavyo aliwapiga Chenga, akapiga mtu dasta, akanikumbusha Lisandro Martinez alipoketi chini. Alapo ndani ni Onana, funga bao nzuri. Hapa Gor Sare wanadhihirisha mbona walikuwa mabingwa kutoka pale kaunti yao. Asante sana. Itabidi Kasim, uliniambia wewe ni kasisi pia inabidi ukuwe nabii. Uliniahidi bao zingekuwa mingi zaidi kipindi cha pili. Dalili zote zaashiria hivyo. Haya, taratibu pale wanaanza vikao Gor Sare. Jazi nambari 8. Huenda kutoka Gor Sare tukampata Tyron Kariuki mpya. Mchezaji wazuri. Kumbuka zaidi Tyron Kariuki sasa hivi anaelekea Croatia. Hatari pale na Bakari. Goalkeeper anajinusuru hapa. Bado kwa wakati mwingine pia tunaweza kulaumu safu ya communication baina ya ubeki wa timu ya Ongicha pamoja na mlinda lango Moi alikuwa keshatokea. Beki alikuwa na mpira, alikuwa ni kana kwamba ana shield, ni kana kwamba anataka kukilia mpira ule. Katika sintofahamu ile ndipo mshambuliaji matata kwa timu ya Gor Sare akapata nafasi lakini akakwenda chini. Jeraha upande ule ambao benchi ya timu ya Gor Sare basi itawatia 80, lakini tusubiri tuone. Hapa tuseme tuambizane ukweli, vijana wa timu ya Ongicha washakata tamaa. Wamesema hapa hii mechi labda tuweze kuangazia mechi ijayo, lakini hii imeenda magoli mane kwa vijana hawa wa timu ya Gor Sare. Kasi changamoto zaidi ni kwamba shida ambayo Ongicha imefanya hapa hivi kubali mabao mane, hasa pressure itakuwa katika timu ile ya Kodero Barapia. Kisumu Day wanataka pia wafunge mabao kama haya katika mechi itakayofuata hapa hivi, ndiposa waweze kuwa na nafasi muda wote wawili katika mechi ya finali. Kazi ipo hususan kwenye pool A, wanasema pool of death. Hii ni ya kufa kupona. Tuone nani atakuwa anapona, nani atakuwa anakufa. Haya, goalkeeper huyo wetu Victor anapiga pale juu kwa juu, para za kichwa. Anachezwa wapi? Makasia pale bado piga pale vijana wa Gor Sare, anapiga pale namna gani? Wanakataa, geuka pembezoni kushoto, wanakuja Ongicha, anakuja pale, piga chea kwanza, ile bobari ya pili, anakataa badani katani pale, beki ule Sarabu Jazi nambari 12 anapiga pote Kambiari, anasema ni heri fedheha kuliko lawama. Sema ni heri fedheha kuliko lawama. Vijana wa timu hii ya Ongicha na Gor Sare
mambo yanakuwa mazuri hapa. Zile kuwa nasi moja kwa moja, wale wote ambao mnazidi kutufuatilia kwenye Ndizi TV, vilevile pale kwenye Cyprian TV, mambo mazuri ambayo mnazidi kuyafanya. Asante sana. Langu jina ni Kasim Mohamed Kasisi Azuka, tuonane hapo baadaye. Bila shaka anachukua mbele kabisa wana Gorosare wakitambana mpira na mbele kabisa kwa mwenzake wapi, anakata moja mbili tatu, amenyang'anywa wana Gorosare, anatambana mpira, anakwenda nayo wapi, analalisha chini, Sijeti yule analala chini, anapo kule chini, kipenga kinapulizwa. Ako chini ni mchezaji wa timu ya Ong'inja Secondary. Iwapo ndipo unaungana nasi, ni bao 4 kwa faida ya timu ya Ong'inja, 4 kwa faida ya timu ya Gorosare, bila upande wa Ong'inja ambao wamevalia midili ya Arsenal. Ong'inja midili ya Arsenal, ya Gorosare nyeupe juu, nyeusi chini, na majiko haya yanaweka juu katika kundi la A kufikia sasa. Ong'inja wanapiga hafifu. Ong'inja bado pembezoni kulia, Ong'inja mpira nao, lakini anakosa ule umahiri na kuwa shadidi katika nafasi hiyo. Chenga Captain Fantastic, Chenga ya kubali, lakini nafasi ya Ong'inja inakosa, na nafasi ya kuwa na wanahabari wanacheza na matangazo kwa majina ni Oitoke Hezbollah. Basi nikiendelea mbele, anachukua kozi pale, akiangalia piga wapi, anatamba na ukata moja mbili tatu, lakini wapi imekata, inaondoka nje. Faida inafanya Gorosare 15 pale wapi, toa pasi nzuri kabisa, jezi namba 6 anapata kabisa, inatoka nje. Gozi inakuwa mwingi, unatoka nje. Anasema unakuwa mwingi, unatoka nje. Nafasi iliyokuwa mura kwa Gorosare, lakini bado taswira ni kwamba tuwe pale kushuhudia kama mashahidi. Gorosare inakubali upande wa kati, alijaribu kupiga kugeuza, lakini akashindwa, akashaomeza offside position. Haya, Gozi liko pale, wanasema lishoti, na wameanza, anapiga mbele kabisa kutafuta wenzake, lakini walikuwa wanakataa na Gorosare. Anatambaa mbele kabisa, jezi namba 12 anatoa pasi kumtafuta jezi 16, na nyuma anachukua mwenzake, anapiga wapi, anapiga mbele kabisa, jezi namba 16 anakosa. Wamenyang'anywa, kata moja mbili tatu, anatoa pasi nzuri kabisa mbele, wana Gorosare bado wanakataa. Katambana mpira, kubali kwa wamenyang'anywa, wanataka mpira tena mbele kabisa, mikataa kuja na Gozi, kata moja, toa pasi nzuri kabisa, kipenga kinapulizwa, anasema amemchezesha mwenzake madhambi. Gorosare wanachezeza wenzao dhambi pale, ikabu kipenga waweza sema mikihi. Gozi linaekwa mle chini, anaweka Gozi pale, anachukua hatua tatu nyuma, tayari ya kuja kulipiga kuelekea upande mwingine. Wanavuta, kipenga kinapulizwa pale, anavuta moja mbili tatu, pia ndani kabisa na macho mwenzake, anavuta hatari, lakini wapi, inakuwa mwingi, unatoka nje. Amepiga juu kabisa, Gozi inakuwa mwingi. Kumbuka ni kipindi cha pili, ndipo Gorosare wako 4 mbele. Ni mechi tu katika uga huu wa Cardinal, uga huu wa Gorosare. Gorosare bao 4, Ong'inja bila. Matangazo ya moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, Peak Uniforms and Sports Center pamoja na Nyanza Sports Vibe, ambao wameshirikiana kuhakikisha kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja. Anachukua pale, ni mlinda lango ya wana Gorosare, anaweka chini,
toa pasi nzuri kabisa kumtoto mwenzake jezi namba 19 mgongoni, anakata 1 2 3, anapiga mbele kabisa kumtafuta jezi namba 6, wanatoka hatari, jezi namba 17 hatari, kata moja, anaangalia piga wapi, anapiga mbele kabisa, lakini watu wanatoa. Mlinda langa anaondaka, anasema hataacha nafasi kamwe, anachukua gozi, anaangalia piga kuelekea upande gani, piga ndani kabisa kwenye kitovu cha uwanja, na dunda mara ya kwanza inapata kwa kichwa, inakubali, anapiga, inakuwa mwingi, unatoka nje. Wakati unapokuwa mwingi na kutoka nje, nafasi nyingine pia kuweza kuwapata watangazaji wenza hapa ambao wamejitosa tu kufika katika mechi jina, na tupeleke na matangazo. Kijana Majaliwa Ali wanaingia Ongencha, mpira wa kurusha, anzisha pole pole taratibu, achia tofali, kipa nambari 1 Bovile gogo wapi, nani ile pata goli la kuvutia machozi. Vijana Ongencha, goli la kwanza la kuvutia machozi, pata goli, kipa fanya masiara, cheza ndivyo sivyo. Vijana akasema hatutoki bure, wanatoka na kitu. Kipindi cha lala salama hiki ni bao ambalo benchi la kiufundi wa timu ya Gor Sare watalifurahia sana. Ukumbuka kwamba walitaka waende na clean sheet katika mechi hii, lakini hiyo clean sheet haitaweza kuweko katika hapo hivyo. Ongencha wamejiamini, Ongencha wamepata bao moja, wameweza kula katika ushindi wa Gor na kupunguza kuweka goal difference ya bao 4 hadi bao 3. Haya, wanaingia vijana wa Gor Sare, kata Ongencha pembezoni kulia, lakini tena anakata Gor Sare, gamba la kifua, wanaingia Gor Sare, piga mbovu inatoka nje, mpira wa kurusha kwa faida vijana wa Gor Sare. Kijana jezi nambari 15 mgongoni, anzisha ile mchezo, rusha kisigino kilichoenda skuli, juu kwa juu, kata Captain Fantastic upande wa Ongencha, mpira mrefu, mwamuzi anasema ni mpira wa kurusha kwa faida vijana wa Gor Sare. Alikosa kumakinika ni beki wa kulia, akabidi ameutoa nje. Agosa nafasi anapenyeza chini, wanakataa. Agosa bado ana umilisi wa mpira huo. Gor Sare, mabingwa wa Nyanza mwaka jana, mabingwa wa Homa Bay mwaka huu, watafuta taji la Nyanza, watapata. Anakataa Moi, wanakosa kutumia nafasi hile, inakuwa ni goal kick na afueni kwa Ongencha. Naam, wanaanzisha Ongencha hawa pembezoni kushoto mawanja, wanaingia Ongencha, vusha kwenye msatiri, kata beki jezi nambari 5 mgongoni Gor Sare, itikia tena hawa vijana Ongencha, taratibu wanaingia Gor Sare, anasema msaidizi wa mwamuzi, pembezoni mawanja, amejenga kibanda eneo la wenyewe, inasema bomoa toka, sio maeneo yako, anzisha yule kipa. Kumbuka alijenga kibanda cha wenyewe, wakasema sio maeneo yako, toa kibanda, kaambiwa alibomoe. Haya bana, kumbuka unapata matangazo kwa hisani ya Ndezi TV, tupo live kabisa toka uga huu wa Gusii Stadium. Uwanja umejaa hadi pomoni. Mashabiki wa Gor Sare wanasema tusubiria kipinga cha mwisho. Wanaingia Ongencha, patakile daka, kipa nambari 1 fanya kazi ya ziara, anasema siruhusu tena goli la pili. Juu kwa juu vijana hawa wa Gor Sare, tuliza Captain Fantastic, lakini mpira umekuwa mingi, unatoka nje, unakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida vijana Ongencha. Jezi nambari ngapi mgongoni? 16 huyo kijana Ongencha, anaangalia rusha wapi, juu kwa juu kumtafuta nani, kichwa kinaita tena Gor Sare, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida vijana hawa wa Ongencha. Jezi nambari 6 mgongoni, tuliza ile gozi taratibu, cheza na captain wake, valisha mtu kanzu, inaitikia, kichwa kinaita tena nyuma kwa nyuma, sema mwamuzi wa katikati ya uwanja, cheza ndivyo sivyo, itakuwa ni ikabu ile kwa faida vijana Ongencha. Jezi nambari 6 mgongoni huyo. Haya, huyo ni jezi namba 6 mgongoni, na kijana Ongencha huyo fanya kazi ya ziada, anafanya bidii ya mchwa. Haya, piga gozi mle katikati, vijana Ongencha wapi, wanakata wa Gor Sare na kwenda, lakini mlinda lango anaosaidia, kipa tajilaumu yule kidogo apate bao la kipekee. Kijana anacheza dakika za mwisho, amefanya jitihada kwa kuokoa. Naona safu ya ulinzi inampongeza kwamba amefanya kazi nzuri. Itakuwa ni kona kwa faida, itakuwa inapigwa kona kwa faida ya vijana Ongencha, itakuwa inapigwa kona ile
Haya, weka ile gozi chini. Kijana jezi nambari ngapi yule? Mbio wenzake kaweka tofali. Kichwa kinaita goli, kipa nambari 1 mgongoni upande wa Goro Sare. Anasema bwana, chakula changu hiki. Daka ile gozi, valia jezi nambari 26 mgongoni. Juu kwa juu, gamba la kifua, Captain Fantastic. Jezi nambari 13 mgongoni, piga mtu chengine akubali. Jezi nambari 8 mgongoni, anaangalia piga wapi, pembezoni kushoto mawanja, cheza na nani? Kijana jezi nambari 17 mgongoni, tanguliza ile gozi, jezi nambari 8 mgongoni, achia tofali. Wapi? Wanaingia bado, Goro Sare kushoto. Wapi? Dogo, tenga. Gogo, ile. Piga choma ile. Piga choma inakwenda mpamba panya ile. Anavurumisha kombora la mtu mzima. Anasusha mkuki ule. Mkuki ule kubalika. Lakini bahati inakosa kusimama. Inagonga mchuma. Inatoka nje. Haya. Mchezo wa kurusha vijana Goro Sare. Jezi nambari 16 mgongoni huyo. Anamwachia mwenzake nane, rusha jezi nambari 13 mgongoni. Cheza na mwenzake jezi nambari 6 mgongoni. Lakini sema mwamuzi pamoja na msaidizi wa mwamuzi, mpira wa kurusha kwa faida ya vijana Goro Sare. Anakuwa anarusha nane, vijana Goro Sare huyo. Anzia mwenzake, valia jezi nambari ngapi? 15 mgongoni. Haya, anamwanzia mwenzake jezi namba 15 mgongoni, anachukua, anataka rushe gozi. Anarusha mbele kabisa kwa tafuta wenzake, lakini wapi, bado kwa mwingi unatoka nje. Mpira mrefu ule, gozi imebaki dakika 3. Naona zimebaki dakika 3 pale. Kumbuka gozi imepigwa kwa mwingi, umeondoka nje. Itakuwa gozi baada ya kurushwa. Tusubiri tuone kama ile kona itaweza kuzaa matunda. Ndio. Na iwapo inaweza ikazaa matunda, basi tusubirie tuone. Kumbuka katika mechi ya soka, naam, mshindi anajulikana nyakati ambapo kipenga cha mwisho kinapulizwa katika uga. Bainika. Anzisha vijana Goro Sare. Sema mwamuzi wa katikati ya uwanja hajacheza madhambi. Itakuwa ni goal kick kwa faida vijana wa Ongencha hawa. Weka ile gozi chini, Captain Fantastic upande wa Ongencha. Rudi hatua kadhaa nyuma. Tumia goli lake la kushoto, juu kwa juu. Juu kwa juu, kichwa kinaita vijana wa Goro Sare. Tuliza tena kwenye guu Ongencha, kichwa kinaita Goro Sare. Gamba la kifua mbovu ile. Tuliza kanzu inakataa. Taratibu anaingia kwenye mstatili ule. Sema mwamuzi wa katikati ya uwanja, cheza madhambi. Itakuwa ni kabu kwa faida vijana Ongencha. Kijana mfupi yule, Captain Fantastic, achia tofali mbovu ile. Jezi nambari 16 mgongoni, Goro Sare. Kichwa kinaita tena, nyuma kwa nyuma. Wanaingia Goro Sare, jezi nambari 12 mgongoni, pembezoni kulia mwa uwanja. Chenga inakubali, wanaingia Goro Sare, Captain Fantastic huyu. Chenga pili inakubali. Gogo! Namna gani kijana jezi nambari 6 mgongoni? Anawakata katakata vijana wale. Kijana jezi nambari 6 mgongoni. Karibu watu 4 mbele yake, anawakata wote. Anasema na kona. Sikizia ile kona, tazama ile kona. Haya, atia goli lake la kushoto, mbovu, kichwa ile toka nje. Goal kick. Jenga olofa, mpira unatoka nje ile. Itakuwa ni goal kick kwa faida vijana Ongencha. Kama ndo najiunga nasi, basi kumbuka tupo live ndani ya Ndizi TV. Niite Majaliwa Ali. Anzisha vijana Ongencha. Anza na captain wake, jezi nambari ngapi mgongoni? Tumia gola kushoto, pembezoni kule.
tuliza ile gozi tena, wanaingia Goro Sale. Sema mwamuzi wa katikati ya uwanja umeuza kiatu kwa bei ya jioni, itakuwa ni kabu kwa faida vijana wa Goro Sale. Wanauza viatu hawa vijana wa Ongencha, anasema mwamuzi wa katikati ya uwanja. Hii ni soka anfisho, tuliza, anasema Motea, jezi nambari 6 mgongoni. Kipindi cha pili kinakamilika katikati ya uwanja na wana Goro Sale wananyakua ushindi katika mechi hiyo. Wana Goro Sale wananyakua ushindi katika mechi hii. Ndio. Hii inamaanisha nini kwa vijana wa Goro Sale? Kumbuka mechi yao ya kwanza walitoka na Kisumu ile day. Na hii inamaanisha nini kwao vijana wa Goro Sale? Inamaanisha kwamba kama walitoka shwari na wale wana Kisumu day, basi hadi kwa sasa hivi wako mbele, na sasa hii haya, kipindi cha pili kimekamilika. Vijana wa Goro Sale magoli manne, Ongicha goli moja. Ongicha wanasema tumekubali kushindwa, piga bismillahi. Wanasema haya bwana, ndo ilikuwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Tunashuka.